alikuwa ameiandaa. Haleluya, jina la Bwana litukuzwe. Amen. Ni siku ya ukombozi. Siku kama hii leo tuko hapa tunasherehekea na kukumbuka jinsi taifa la Israeli lilivyotolewa katika mikono ya adui. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. So majira yale Bwana aliyopanga ilipofika, Mungu akamwita Musa na akanena na Musa na akampatia maagizo Musa ili aende akanene masikioni mwa wana wa Israeli. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Bwana akanena na Musa na Haruni. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri. Katika nchi ya Misri. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Number 2. Akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa mwezi. Yani mwezi huu itakuwa ni mwanzo wa mwezi kwenu. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. So Mungu alikuwa anapindua meza zote na takataka zote za watu wa Misri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia mwezi huu basi wekeni kumbukumbu na mkapate kuelewa ya kwamba ni siku ya kwanza kwenu. Jina la Bwana litukuzwe. Ya kwamba anatenda ukurasa mpya, anafungua ukurasa mpya ndani ya maisha ya wana wa Israeli. Wana wa Israeli enzi hizo ilikuwa kama ambaye ni ndoto, kwa sababu wamezoea yani kutumikishwa na Wamisri. Haleluya, jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Ikafika majira ya kwamba Bwana alitaka kutoa taifa lake, akataka kutoa watu wake katika mikono ya adui. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akawaambia, kasema na wana wa Israeli ya kwamba siku hii itakuwa ndio siku ya kwanza kwenu, mtahesabu wana. Bwana Yesu asifiwe. Na kuendelea mbele. Haleluya. Pigia Bwana Yesu makofi. Nami nimekuja nikwambie kama vile Bwana alivyomtuma Musa aende akawaambie wana wa Israeli ya kwamba siku kama ya leo ni siku ya mwanzo kwao, yani maisha mapya. Nami nimekuja na habari njema nikutie moyo mpendwa, tunasherehekea na kukumbuka siku ya ukombozi kwa wana wa Israeli. Haleluya, jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Na kama tunasherehekea walihesabiwa siku mwezi wa kwanza na siku majira mapya, nami nimekuja nitangaze katika maisha yako katika kusherehekea. Sherehe hii italeta mwanzo mpya, italeta maamuzi mpya, italeta mabadiliko mapya katika maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu akasema siku kama hii ikumbukeni, iwekeni kama kumbukumbu na mkasherehekee katika vizazi vyote. Haleluya. Ndani ya maisha yenu iwe kama kumbukumbu ya amri ya milele. Jina la Bwana litukuzwe. Kuna mwanzo mpya ndani ya maisha ya mtu ambaye ataamini, itachukua mkondo mpya. Haleluya. Maisha ya Israeli itachukua mkondo mpya. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Amen. Number 3. Mstari wa 3.
semeni na mkutano wote wa Israeli. Semeni na mkutano wote wa Israeli. Mkawaambie. Siku ya 10 ya mwezi huu. Siku ya 10 ya mwezi huu. Kila mtu atatwaa mwana kondoo. Kwa hesabu ya nyumba za baba zao. Mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Mwana kondoo wa watu wa nyumba moja. Haleluya. Endelea kidogo pale mbele. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache. Kwa mwana kondoo. Basi yeye na jirani yake na washirikiane. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Hapa Mungu akawa anawafundisha ya kwamba wanapotolewa, yani wasiwe na roho ya ubinafsi. Jina la Bwana litukuzwe. Akawa anawafundisha yani kuhusu upendo wa kushirikiana na jirani aliye karibu na wewe. Haleluya. Usa jirani aliye karibu na wewe, mwambie je, unanipenda? Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Sio kasema washirikiane. Haleluya. Msiwe na kutengana. Ili mshirikiane. Muwe kama mwili mmoja. Muwe kama taifa moja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yani wote wakiwa wanangojea ukombozi. Haleluya. Ni wangapi wanamngoja Bwana katika maisha yao? Kama unamngojea Bwana, nataka ushirikiane na jirani, uwe na upendo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna anayemngojea Bwana akiwa na roho ya ubinafsi, akiwa na roho ya uchoyo. Hapana. Wachoyo hawatamuona Bwana, lakini wale wanaoshirikiana watamuona Kristo. Kwa nini alisema hivi? Maana Mungu ni upendo. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Mungu ni upendo, na kama Mungu ni upendo, tunastahili kupendana sisi kwa sisi. Jina la Bwana litukuzwe. Hatujabarikiwa sote sawa. Haleluya. Wengine wana usawa mwingi, wengine wana usawa mchache. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Amen. Na kile ulicho nacho, amri ya Bwana inakuamrisha ushirikiane na wengine. Haleluya. Shirikiana na wengine. Jina la Bwana litukuzwe. Yani hiyo ndio msingi wa upendo. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa nini Mungu akashuka ili aje akomboe taifa lake? Kwa sababu ya upendo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yani Mungu amejaa upendo kiasi cha kwamba hakuangalia kuhusu kuachilia mwanawe, angalimshughulia, maana ni mwanawe wa pekee, lakini kwa sababu alikuta ndani ya maisha ya mwanadamu kuna uhitaji, akadhihirisha upendo. Dhihirisha upendo. Mwambie jirani mwaka huu, dhihirisha upendo. Haleluya. Kwa ndugu yako, dada yako. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Akasema kama watu wa nyumbani mwako ni wachache, shirikiana na mwenzako. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Kile ulicho nacho shirikiana naye. Haleluya. Anavunja. Wakati wa ukombozi kuna vitu vingine lazima vianguke. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Anavunja ukuta. Tutaona huko mbele, maana tuko hapa mpaka kesho. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Sasa sema washirikiane na jirani yake. Bwana Yesu asifiwe. Yani kusiwe hata na mtu ambaye atakosa. Haleluya. Jina la Bwana. Upendo wa Mungu ni kwamba kila mmoja afanikiwe. Hiyo ndio mpango wa Mungu. Kila mmoja afanikiwe. Kila mmoja amuone
Number 5. Mwana-kondoo wenu atakuwa hana hila. Mwana-kondoo wenu atakuwa hana hila. Mume wa mwaka mmoja. Mume wa mwaka mmoja. Mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi. Mtamtwaa katika kondoo ama katika mbuzi. Endelea. Nani mtamweka hata siku ya 10 na nani mtamweka hata siku ile ya 10 na 4 ya 14 ya mwezi ule ule, ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli mtamchinja jioni. Mtamchinja jioni. Ndio maana tuko hapa leo jioni. Haleluya. Kuna mwana-kondoo anachinjwa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Tuko hapa jioni ya kwamba kuna kondoo inauawa leo. Haleluya. Kwa sababu ya ukombozi. Kuna mtu leo atatoka. Kuna mtu leo atakombolewa. Kuna mtu leo katika sherehe hii ni sherehe ya ukombozi. Haleluya. Ingieni ndani, sifurahii mkiwa nje. Haleluya, pigeni Yesu makofi. Amen. So, tunasema mtamweka mpaka siku ile ya 14. Alafu Ijumaa ile ya jioni ndiyo mtatwaa na mtamchinja. Na mkishamchinja